Mpenzi mtazamaji ambaye unatutazama muda huu na saa hii, nimeleta ujumbe unaosema nguvu inayoishi ndani ya jina lako. Watu wengi wameshindwa kufanikiwa na watu wengi wameshindwa kupiga hatua, lakini si kupiga tu hatua, wameshindwa kwenda kwenye hatima kwa sababu ya roho zilizobebwa ndani ya jina. Jina limebeba hatima ya mtu, na jina limebeba nguvu, na jina ndicho kitambulisho cha mtu yoyote yule, na nguvu ndiyo sababu ya mtu kwenda mbele au kurudi nyuma. Na ndiyo maana kila mtoto anapozaliwa kwenye familia, namba moja, anapoanza kujitambua anapewa jina. Kwa nini anapewa jina? Jina ni antena. Ndio maana hata mtu akifa unakuta anatengenezewa antena kwenye msalaba, alafu jina lake linaendelea kuonekana. Maanake mtu anaweza kufa lakini jina lisiweze kufa. Na wako wengi ambao wanaishi kwenye majina ya kurithi. Mfano, umerithi jina lakini mwenye jina alikufa na ugonjwa wa kansa, alikufa na ugonjwa wa pressure, alikufa na vidonda vya tumbo, alikufa kwa roho za magonjwa ya uvimbe au upasuaji. Manake unapobeba jina katika ulimwengu wa roho, umebeba kile kilichoko ndani ya mwanzilishi wa lile jina. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji ambaye unanitazama sasa, nimekuja kama nabii wa Bwana kutangaza ya kwamba Mungu anaenda kulifungua jina lako. Inawezekana unapita kwenye magonjwa, unapita kwenye matatizo, unapita kwenye madeni, unapita kwenye changamoto nyingi. Kumbe jina lako limetolewa sadaka. Jina lako linapotolewa sadaka ya agano, manake ulimwengu wa roho, hata ukienda popote, sadaka inatolewa kupitia jina la mtu. Haitolewi kupitia mtu mwenyewe, ila inatolewa kupitia jina la mtu. Na wakifanikiwa kutoa sadaka kupitia jina lako, chochote utakachokifanya lazima kitakuwa kinaishi kama wanavyotaka. Unaweza kupata kazi, lakini baada ya kupata kazi na kuanza kupata mshahara, ukagundua kuna ugonjwa ambao fedha yako mwanzo wa kupata fedha mpaka mwisho itakuwa inaishi kwenye matatizo. Yani hauna furaha na ile fedha, hauna furaha na ile kazi, lakini unafanya kwa sababu una majukumu. So mpenzi mtazamaji, nimezungumzia hili neno, na ukisoma kitabu cha Danieli moja ukianzia mstari wa 6, Biblia inasema basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania, Mishaeli na Azaria mkuu wa matowashi, akawapa majina. Alimwita Daniel Belteshaza, na Hanania na akamwita Shadraki, na Mishaeli akamwita Meshaki, na Azaria akamwita Abednego. Lakini Danieli aliazimia moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Sasa huyu mfalme au watu walikuwa wanaitwa kina Daniel, lakini alipogundua ya kwamba watu hao wana nguvu ya majina, wamebeba taarifa njema kwenye majina yao yana nguvu kutokana na vyanzo vya majina, ikabidi atengeneze mfumo wa kubadili majina yao. Na alipojaribu kubadili majina, manake aliwatoa kwenye nguvu ya asili akawaleta kwenye nguvu ya agano la uharibifu, kwa sababu Danieli alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alikuwa mtu bora sana, na Mungu anamzungumzia sana Danieli. Anasema Danieli alikuwa ni mtu mwenye roho bora, na anaposema alikuwa ni mtu mwenye roho bora, na anazungumza kwamba hata watu walitafuta makosa juu ya Danieli, lakini hawakuyapata, kwa sababu Danieli jina lake lilikuwa limembeba Mungu aliye hai. Na alipofika wakati wa kuwabadilishia majina, manake walianza kupunguza nguvu iliyoko ndani ya jina kutoka kwa Mungu na kupelekwa kwenye miungu. Kwa hiyo inawezekana jina lako lina nguvu, lakini lilishapelekwa kwenye miungu. Ile miungu ikashusha ile nguvu ya kimungu, ikabaki miungu ya uharibifu. Kwa hiyo unaishi na magonjwa yasiyofaa, unaishi na pressure, unaishi na kansa, unaishi
na vidonda vya tumbo, unaishi na pumu, unaishi na kupooza, yani unapooza mwili wako. Maanake katika ulimwengu wa roho jina lako kuna mahali limeandikwa, na ndio maana hata ukienda hospitali mahali popote, wakati unaenda kuingia watakuuliza jina lake anaitwa nani. Kwa hiyo mahali popote lazima jina lako liandikwe. Hata kama unaenda kuajiriwa, cheti chako kuanzia la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka chuo, lazima jina lako litambulike kwenye mifumo. Kwa nini jina litambulike kwenye mifumo? Maanake jina ndilo lililobeba hatima ya mtu, na jina ndilo lililobeba matokeo ya mtu. Sasa unajiuliza inawezekanaje? Kama unaamini hiki kitu ama huamini, angalia mahali popote ukiingia, hawakuulizi ukoo wako ni ukoo wa kina nani, wanakuuliza jina lako unaitwa nani. Maanake jina ndilo lililobeba mfumo wa maisha ya mtu, na jina ndilo lililobeba hatima ya mtu kuanza na kufikia au kuishia njiani. Na Mungu akusaidie, kwa sababu ninafundisha kitu kigumu sana. Unapokuwa na nguvu ya kuombea jina, manake unazungumzia nguvu za Mungu zinazoishi ndani ya utambulisho. Biblia inasema majina yenu nimeyachola kwenye vitanga vya mikono yangu. Kwa hiyo hata Mungu anakujua kwa jina lako, sio kwa ukoo. Analijua jina lako. Anasema nimeyaandika majina yenu kwenye vitanga vya mikono yangu. Sasa unapita kwenye hiyo changamoto, unapita kwenye hayo madeni, unapita kwenye hiyo shida, unapita kwenye hiyo maumivu, unapita kwenye hiyo mikwamo. Kilichobeba hiyo mikwamo ni jina ulilopewa. Mpenzi mtazamaji, ninaitwa Pastor Vincent Longo, mtu ambaye Mungu amenipa neema ya kuweza kushughulikia vyanzo vya misingi ambayo inakutesa, ambayo inakunyima uhuru, inakunyima kibali, inakunyima kutembea. Hata ukitaka kuandika kitu chochote, unakuta unafanya vitu ambavyo havina nguvu. Kwa nini? Jina. Haleluya. Iko nguvu iliyoandikwa ndani ya jina la mtu, ya kwamba hataolewa. Hilo ni jina likiandikwa wanasaini katika ulimwengu wa roho, kwamba ni kweli ataolewa lakini hatazaa. Hilo linaandikwa. Kichanzo ni jina la huyo ambaye anataka kwenda kuzaa. Lakini pia labda ataajiriwa, lakini ataishi kwenye magonjwa, ataishi kwenye pressure, ataishi kwenye madeni, ataishi kwenye changamoto. Hata kifungua biashara haitafanikiwa. Kinachologwa sio biashara, linalogwa jina la mfanya biashara. Na ndiyo maana lazima hata unapoenda kufanya chochote, iwe ni kampuni, iwe ni kitu chochote, lazima kiwe na jina. Kwa nini kiwe na jina? Utasikia kampuni ni kampuni fulani, ina jina fulani, maana inasajiliwa kutokana na jina. So Mungu anaenda kulifungua jina lako siku ya leo. Hata kama ulikuwa unaumwa, ulikuwa unapita kwenye changamoto ambazo ni za ajabu sana, basi siku ya leo utakapoliombea jina lako, litatolewa kwenye roho za miungu, litatolewa kwenye roho za ibada za kishetani na kurejeshwa kwenye neema ya Mungu. Biblia inasema kulikuwa na miungu, ile miungu ambayo ilikuwa inaitwa Mungu bahari, lakini pia alikuwepo Mungu aliye hai. Kwa nini hii miungu inaitwa miungu ya bahari, lakini pia kuna Mungu aliye hai? Maana ulimwengu wa roho, kila kitu kinatambulishwa kutokana na jina. Na kama kinatambulishwa kutokana na jina, maana ulimwengu wa roho umebeba tafsiri ya jina. Na hilo jina lako, popote unapoenda unaona vitu haviendi, sio wewe. Kilichofungwa ni jina. Mtu akitaka kukufanyia jambo lolote baya, akitaka kwenda kukushtaki mahali popote, lazima atafute jina. Haleluya. Lazima atafute jina. Kwa hiyo jina lina nguvu, na jina limebeba mamlaka. Na siku ya leo tunaenda kufanya maombi ya kuondoa nguvu ya adui aliyeshikilia jina lako. Iwe ni uchumi, iwe ni afya, iwe ni neema ya kwenda mbali, iwe ni neema ya kuvuka mipaka, iwe ni neema ya kwenda mahali popote. Hata pasipoti yako lazima liandikwe jina lako. Hata ukinunua gari lazima liandikwe jina lako. Hata ukinunua kiwanja lazima liandikwe jina lako. Chochote unachokinunua, jina lina nguvu, kwa sababu jina ndio linatambulisha kwamba kilinunuliwa na fulani, muda fulani, tarehe fulani. Na mpenzi mtazamaji, nataka leo niruhusu upige simu mapema ili niweze kukusaidia, na pia nitaomba na kutafsiri nini maana ya majina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii haichagui kabila wala dini. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, unaweza ukaweka ujumbe mfupi, mimi naitwa fulani, natoka mahali fulani, jina langu naitwa hivi na hivi, na nitakwambia jina lako limebeba nini.
na ndani nitakapokuombea jina lako limebeba nini, lakini pia nitakuombea. Na usiku wa leo ni usiku wa kurejesha kila kitu, ni usiku wa kuzipiga ngome, ni usiku wa kutengeneza mapinduzi. Ni tarehe 30 ambayo unapoingia kwenye msimu mpya wa mwezi wa 4 tarehe 1, kuna jambo kubwa sana la kimungu linaenda kutokea kwako. Kwa nini nimekuja leo tarehe 30? Ni kwamba liko jambo kubwa sana ambalo Mungu anaenda kulifanya kwako, na bila shaka ni wewe ambaye Mungu amekuweka mpaka muda huu. Wengine hawalali kwa sababu ya matatizo walionayo, lakini ukija kufuatilia utakuta hili jina nasema nilipewa na mjomba, au nilipewa na shangazi, au nilipewa na babu, nimerithi kwa babu. Ukija kuangalia maisha ya babu, aliishi kwenye changamoto kubwa sana, lakini pia Mungu atakusaidia leo, utatoka kwenye hiyo changamoto katika jina la Yesu.